nyuma yenu. Na leo nimepata muda mzuri, lazima niwaseme kwa sababu nawapenda, nawathamini na ninawajali. Pale anapoinuka mwanamke mwenzenu kutangulia, kwa hali yoyote ile mnalazimika kumuunga mkono. Lakini baadhi yenu mmekuwa na tabia, mnampigia makofi, mnamshangilia, ili hali mmekanyaga gauni lake asisonge mbele. Tafsiri yake ni nini maneno haya mnayofanya? Aidha mnataka kumwaibisha gauni livuke awe uchi, au mnataka kumkwamisha asisonge mbele. Wangapi wanafanya haya? Niombe kama unafanya, acha. Na mwambie jirani yako kama anafanya, aache. Jukumu letu kubwa ni kuungana mkono kuhakikisha tunasogea mbele. Wanawake wanatakiwa kuwezeshwa katika michakato ya shughuli za maendeleo ili kuleta maendeleo chanya kwa wananchi katika sekta ya kiuchumi na kijamii, pia kudumisha amani na haki ya usawa kwa kila mwananchi bila kujali tofauti zao. Ni jinsi gani tunahitaji kuwa na lishe na kwa wilaya yetu, na leo Mungu ameleta baraka, tunaweza kupata mvua, tunayo maeneo ya kulima mazao ambayo ni ya muda mfupi na yakatuwezesha kuimarisha lishe zetu. Ninachowaomba wanawake wote, tuhamasishe wanawake wajawazito wahakikishe wanakula milo kamili na inayofuata ushauri kwa ajili ya lishe kwa ajili yao na watoto ambao wako matumboni mwao. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na changamoto zinazowakabili wanawake, yapo mafanikio ambayo wanawake wamefanikiwa, ikiwa ni pamoja na wanawake wamekuwa na uwezo wa kujiamini katika kukabiliana na ushindani wa kibiashara na uongozi. Pia katika masuala ya elimu, idadi ya watoto wa kike wanaoandikishwa imeongezeka kuanzia elimu ya msingi hadi sekondari, jambo ambalo linaonyesha wanawake kupata fursa ya elimu sawa na wanaume. Kwa mfano, mpaka mwaka 2024 jumla ya wasichana 9417 wameandikishwa ukilinganisha na wavulana 9145, sawa na 100%. Na kwa upande wa ufaulu wa kidato cha 4 jumla ya wasichana 3422 waliofaulu mwaka 2024 ikilinganishwa na wavulana 318. Wanawake wameweza kupata nafasi ya uongozi katika nyanja mbalimbali, japo kwa uchache, hasa ngazi za chini.